Nifanyeje kuongeza maziwa dokta? Kama una mtoto mchanga au ni mjamzito, vuta kigoda utulie hapa. Nitazungumzia kwa kifupi vitu vinne tu, lakini hiki cha nne nina uhakika ndicho unachokihitaji. Kitu cha kwanza ni swala la stimulation, na maanisha kusisimua. Iko hivi, yale maziwa ili yatoke yanategemea sana wingi wa homoni ya prolactin. So homoni hii ili itoke kwa wingi inahitajika kusisimuliwa. So kwa kutumia breast pumps au kukamua mara kwa mara, na nzuri zaidi umweke mtoto wako kila baada ya masaa mawili kwenye titi. Yaani maanisha yasivuke masaa hayo mawili au matatu mtoto hujamleta kwenye titi. Hata kama amelala muamshe aje anyonye. Issue ya pili ni unakula nini. So nitakwambia baadhi ya vyakula ambavyo vinaongeza maziwa. Cha kwanza ni uji wa lishe. Lakini cha pili ni nafaka, mfano mbegu za komamanga, mbegu za majani ya maboga au majani ya mlonge yako vizuri sana. Au mara nyingine karanga hizi za kawaida, karanga mbichi ukipata ukachanganya kwenye uji wa lishe au kawa unatafuna ni nzuri sana. Lakini mara nyingine kunywa maji ya kutosha. Kitu cha tatu ni swala la saikolojia, kwa sababu tulishasema homoni ndio inahitajika sana ambayo tunaita prolactin. Sasa ili homoni hii izalishwe na isiingiliwe utendaji kazi wake na homoni nyingine, lazima iwe balanced kwa kulingana na unafikiria nini. Kumbuka saikolojia inaathiri sana uzalishwaji wa homoni. So ukirelax, ukalipokea na ukakubali kwamba wewe ni mama, do not panic kipindi ambacho maziwa hayatoki mengi. Wewe relax, kubali, najua kwamba yatatoka mengi. So ukiwa una hope kama hilo itakusaidia maziwa kutoka mengi. Lakini issue nyingine ya muhimu ni kupumzika. Ni ngumu kwa mama huyu kupumzika mfululizo kwa masaa 6 au mangapi, lakini ukipata muda walau hata kama nusu saa, basi take your time upumzike, kwa sababu tunakuhitaji sana kipindi hiki kwa ajili ya huyu mjomba. Lakini la nne ambalo la muhimu zaidi ni supplements. Kuna baadhi ya virutubisho ambavyo viko vizuri sana kwenye kuongeza uzalishaji wa maziwa au kuchagiza kufanya maziwa yatoke kwa wale watu ambao wamejaribu hivi vyote na changamoto zimekuwa zikijirudia kwa mtoto wa kwanza, wa pili na kadhalika. So kama ni miongoni mwa watu ambao wanapata changamoto hiyo, unaweza kuslide kwenye DM, unaweza kusogea hapo kwenye biography yangu, nimeweka link ya WhatsApp. Niambie changamoto yako, nikusaidie uvipate virutubisho hivi, uzipate supplement hizi kwa gharama nzuri sana ambayo haiwezi kumshinda Mtanzania wa kawaida. Kumbuka kushare makala hii na mtu ambaye unahisi anaweza kawa na changamoto kama hii. Kumbuka hii ni Swahili Medics, tunasema jitambue, jitibu, jiamini.